hali mbaya, unatamani atojivike kitasi, nguo lomba inakubwai. Kama Feti yule naota, unaona kweli? Hebu nkamone kwa ukaribu. Feti, Feti, nimekutibu nini mdogo wangu? Umemfanya nini mdogo wangu? Naomba unieleze. Sio kwa hali nilomkuta nayo mdogo wangu. Sasa shemeji, hata salamu. Hiyo salamu hainisaidii kitu mbele ya ndugu yangu. Kwani mdogo wako kimemkuta nini? Mdogo wangu nimemkuta yani ni chizi, unajua chizi? Chizi? Ni mwenda azimu, yuko majalalani. Shemeji, subiri kwanza. Mimi sikuelewi. Wewe ndio ulikuwa unafanya ndugu yangu. Subiria kwanza shemeji, mbona unanichanganya? Yaani mimi nimetoka hapa sasa hivi naelekea kazini. Sasa manake nakutana na yeye na yule nimemwacha upo sawa tu. Lakini unashangaa unavyoniambia kwamba sijui chizi imekuaje? Wewe uchizi umeanza lini? Ndio mimi mwenyewe nashangaa uchizi huo nimemkuta na ndugu yangu. Wewe umemuona? Basi nipeleke ulipomuona. Tuende ukamuone na utanieleza. Yaani mimi mwenyewe nimetoka kukimbizwa huko, ndugu yangu mwenyewe ananikimbiza. Wewe umesema umemuona? Twende. Na wewe serious kweli? Tunachelewa. Wewe serious kweli? Tulia mke wangu, tulia. Dada, nakuomba mmoja. Dada, nakuomba nigeo kama. Shika mikono hiyo. Tulia mke wangu, tulia. Jamani maskini, si kama mimi dada mwenyewe. Pole dada, tulia. Jamani mtoto, mwacheni mimi. Ananifunga mtoto sasa. Asante sana. Usijali anafika. Jamani sahihi. Tulia bwana, tulia. Asalamu alaykum. Kweli kabisa. Sio kwema shehe. Unaona hapa matatizo haya. Kwa nini pasiwe kwema ndugu yangu? Mke wangu amechanganyikiwa na hapa mshushe. Mkamate. Wewe hapa sasa unaenda naye wapi? Yaani hapa shehe kama unavyoona nilikuwa naelekea naye nyumbani, baada hapo ndo nijue nampeleka wapi. Yaani sielewi hapo shehe. Basi vizuri tuende naye nyumbani. Basi sawa. Basi sawa shehe, ngoja nipeleke. Ndo nyumbani hapa. Mshushe. Mshushe. Naam, tuweke mazingira basi hapa tupate kumsaidia. Basi sawa shehe. Shehe, naomba leta mkeka hapo shehe yangu. Tandika, ngoja nikutie kiti shehe. Sawa. Yaani shehe yote imekuaje? Tunaomba utusaidie. Sio. Yaani ghafla tu mdogo wangu yuko kwenye hali hii. Sio, kwani chinga tu ajali. Ongea kitu gani? Kiti shehe hapa shehe. Sawa. Shakaribia sana. Ngoja nimchukue na huyu ngoja. Taratibu. Sawa, tulia. Mshikilie hiyo sija kakimbia.
Yaani shehe ndo kama unavyoona hivyo. Yaani sio unatusaidiaje shehe wangu? Sijali. Ngoja watu tupate kuzungumza kama tuweke sawa. Mambo yatakaaje? Sijui itakuwaje hapo. Ndo kama unavyoona mke wangu hivyo eleweki yani, kachanganyikiwa. Usijali kaka. Hii hali niliomuona huyu binti hata dada yangu naisha kumtokea. Ni kama jambo la Mwenyezi Mungu kataka kutukutanisha mimi na wewe. Tulikuwa natoka msikitini. Tunakutana pale na kwa jinsi ulivyonieleza hali ya dada yako, sijui mke wako. Hii hali inawezekana ikawa pia kuna majambo kushirikina yamefanyika. Kwa hiyo usijali wala usihofu. Hakika Mwenyezi Mungu ni wa kwetu sisi sote. Tulia basi. Mpendeza wapi? Sawa shehe, tunaomba tusaidie. Maana mke wangu aeleweki kama hivyo unavyomuona. Hivyo hapa tukimwachia kidogo tu anatimua mbio. Wazi, kuna dua tutalisoma hapa na imani kwa uwezo Mwenyezi Mungu atakaa sawa. Basi tutashukuru shehe wangu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasa'ahu kursiyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil 'uqad. Mke wangu. Nifungulieni jamani. Vipi, upo sawa kweli? Nifungulieni, mbona mmenifunga? Pole mdogo wangu. Pole. Jamani mmenifunga naumia. Pole sana. Pole mdogo wangu. Fungulieni jamani. Pole mdogo wangu, ngoja nikufungulie. Nifungulieni mimi. Ulikuwa upo sawa, ulikuwa umechanganyikiwa. Na ilikuwa vipi? Mbona mnanifunga funga? Sio na wasiwasi, tunakutoa. Ni vipi jamani? Pole. Nimefungwa. Ulikuwa upo sawa mke wangu. Pole. Tulia sasa tumsikilize ustazi hapa. Ustazi. Pole sana mke wangu. Kwani tatizo nini jamani? Ulikuwa upo sawa wewe. Mimi ninachanganya. Hapa unapoona tumetoka kukukamata huko jalalani. Yaani hapa tunamshukuru tu huyo ustazi. Tumekutana naye njiani hapa ndo hivyo. Jalalani? Kada, ushawahi kumkosea mtu yoyote? Hapana, sijawahi kumkosea mtu yoyote. Ulishawahi kwenda kwa mganga? Wamekuja wenyewe kumchagua. Oyange wamesimama mtu wenye maua. Wamesimama mtu wenye maua. Wamekuja wenyewe kumchagua. Yange wamesimama mtu wenye maua. Wamekuja wenyewe kumchagua. Oyange wamesimama mtu wenye maua. Karibuni sana. Nieleze shida yenu. Mimi nimekuja nimemleta rafiki yangu. Nataka umfanyie kama ulivyonifanyia mimi. Nimekuelewa. Zungumza, nini shida? Mganga, nataka mume wangu awe nani? Basi, nimekuelewa. Ngoja niongee na mizimu. Nijue itawasaidiaje. Naomba kuna nyimbo hapa nitaimba, mnifuatishe. Mtaitikia kaingia mwenyewe, kaingia. Sawa? Sawa. Sawa. Tawile. We mchimba kisima, kaingia mwenyewe, kaingia. Imba. We mchimba kisima, Kaingia
kaingia mwenyewe, kaingia. Wenyoka mkinga. Kaingia mwenyewe, kaingia. Kaingia mwenyewe, kaingia. Karibu sana binti. Shida yako unataka kumtawala mmeo, si ndio? Ndio. Unataka kumweka mkononi umtawale, si ndio? Ndio. Basi umefanikiwa. Jambo lako limetimia. Jambo lako limetimia. Sawa. Tutaongea na Kiti. Atajua namna gani ya kukusaidia. Sawa. Naam. Nadhani mmewasikia walioongea wakuu. Ndio. Binti, nimepewa mamlaka haya kwa ajili ya kuwasaidia watu kama nyinyi. Huyu mwenzako alishakuja sana hapa kwangu na nimemsaidia mambo mengi sana, na anaenda na mimi sawa sawa kama inavyohitajika. Sihitaji hata shilingi 100 yako, nitakusaidia. Ila hii dawa ninayokupa sio ya kwenda kumnyanyasa mume wako, ni ya kwenda kumtuliza, kuishi naye kwa amani. Endapo utakosea masharti, nitakalokukuta mimi sipo na sihusiki. Tawile. Binti, dawa imepatikana na wakuu wametoa hii dawa. Nenda kaitumia inavyopaswa. Hii dawa utamchanganyia kidogo sana, usimwekee nyingi. Ukimwekea nyingi unaweza kumfanya kuwa taila kabisa. Mwekee kidogo kabisa. Ndio hivyo kaka ilivyokuwa. Sawa dada, nimekuelewa, ila kwa jambo ulilofanya sio zuri katika dini yetu ya Kiislamu, na imani kuwa tulikuwepo hapa sote sisi ni Waislamu, sio? Ndio. Jambo ulilofanya sio zuri, umefanya shirki. Na hakika ya shirki katika dini ya Kiislamu hairuhusu. Angalikuwa ni jambo zuri, umelifahamu jambo ulilofanya, basi utubu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa jambo ulilotaka, kama ungemshirikisha Allah kwa kufunga sunna mbalimbali, kwa kuswali, kumomba Mwenyezi Mungu ndoa yako iwe ya amani, basi ingekuwa ya amani, kwani ndoa ni nusu ya dini ya Kiislamu. Sio, umeelewa vizuri kaka? Na kwenye ndoa mnavyoishi kwa amani, mnavyoishi vizuri, mume ana haki kwa mke na mke ana haki zake kwa mume. Haki mojawapo ni ipi? Haki ya furaha, yani wewe unabidi ufurahi ukiwa na mke wako, na wewe mke unabidi ufurahi ukiwa na nani? Na mume wako. Na mume unabidi uwe na furaha ukiwa na nani? Na mke wako. Kwa hiyo jambo ulilofanya sio jambo jema wala sio jambo zuri. Kwanza kabisa bidi umshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpata mke wako, na hili jambo lote ulijua ni jambo lililopangwa na Mwenyezi Mungu. Niaminisha kuwa ni qadari, kwamba hili jambo litatokea, mimi na kukutana siku ya leo, na ile jambo ni amepanga Mwenyezi Mungu. Na hata jambo lilimkuta mke wako ni Mwenyezi Mungu tayari alishalipanga, isipokuwa tu kadari ya Mwenyezi Mungu inaweza kubadilika kwa dua la wewe muumini. Muumini na maanisha ni nani? Ni yule ambaye mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu kwa kutimiza zile nguzo zake 5. Kuswali swala 5, na maanisha kusimamisha swala ya dhuhuri, asubuhi, magharibi, isha, dhuhuri. Hivyo basi ndugu yangu, wewe kama baba ndio kichwa wa familia, inabidi uiongoze familia yako kwa misingi na mienendo ya Kiislamu kama alivyofunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuzifuatisha sunna zake, katika hadithi zake, na hata Qur'ani pia imezungumzia mwanamke inabidi ajistiri. Nashukuru mdogo wangu kufikia hatua hii hapa. Uko salama kabisa dada? Niko salama. Tunashukuru sana. Naam, sawa. Karibu, jisikie kama upo nyumbani. Asanteni. Haya, sawa. Ukaoge. Haya, sawa.
Inshallah ndugu yangu. Nimechoka leo. Usiniambie mpenzi wangu. Nimechoka hatari. Usiniambie mpenzi wangu. Haya sawa, lakini naomba unisamee. Wewe usijali, yani kuhusu hilo usijali, mimi nimekusamea. Si unajua tena mimi nakukupenda. Nakupenda zaidi au nakuzamia. Si unajua tena mimi na wewe. Haya, na mimi nakupenda pia. Yani hichi kisura chako hicho kila siku kinanifanya nikupende. Yani nikikuonaga tu moyo wangu wenyewe unaridhika. Haya sawa, nashukuru. Sawa. Nakupenda mpenzi wangu. Haya sawa. Tupendane siku zote. Shem. Kimepata nini? Mbona anakimbia vile? Yaani mke wangu hapa nilipo mimi mwenyewe sielewi. Labda atakuwa na majanga yake. Umefanyaje sasa? Anda, mbona nini? Sasa umefanyaje jamani Anda? Anda mama, basi lakini sasa ndo nini sasa hivi? Mbona nitisha? Anda basi usifanye hivyo mama. Anda.